ukawekwa ndani ya tumbo la mama yako, umepewa cha kufanya. Umepewa maono. Hebu sema maono. Umepewa mzigo. Umepewa mzigo na Mungu udischarge hapa duniani. Kuna wengine kuanza makampuni. Yaani wewe ndani yako umepewa kuanza kampuni kubwa, litakuwa kubwa sana hilo kampuni kabla hujafa. Kuna mwingine amepewa na Mungu kuanza mitindo. Yaani kuna kitu kiko ndani yako kabisa. Mwingine amepewa na Mungu biashara. Yaani alipo roho na biashara tu, niuze nini, niuze nini. Akikosa anauza chochote. Yaani yani kuuza wewe ni transaction. Yaani wewe ni lakini haitulii kabisa. Hata ukiwa unaomba tu Baba Mungu twakuabudu, unaangalia tu hivi, hapa siwezi kuuzia viti hapa. Sio kwamba unajifanya, umepewa. Yaani ndani ya moyo wako umepewa na Mungu mzigo wa kutengeneza, yaani hekima ya kuzivuta pesa. Yaani kuna hekima fulani ya kusema na mtu akaleta hela yeye mwenyewe. Usifikiri kurudi nyuma, ni wito. Najua mchungaji, mimi nimeanza kukemea sana. Mawazo yananijia ya biashara. Ndio umeitiwa. Nikwambie, kuna watu wanapanga mipango hata wamelala. Yaani unakaa kichwa kinapanga mipango chenyewe, kinapanga mipango. Kwenye kupanga mipango mpaka unakwea, yaani mipango inapangwa mpaka unajikuta umeshaolewa tayari na waziri wa mambo ya nani. Unajiuliza, bora kinapanga mipango chenyewe. Umeitiwa. Wewe yani ni designer ambao una produce maono, wengine tunafuata. Kuna watu hawana mipango kabisa. Watu wengine mimi wananifuata, askofu nimepata hela, hebu niambie nisifanyie nini? Sio wawili au watatu. Nikamwambia, wewe umeamuaje? Nimeziweka mahali tu nifikirie cha kufanya. Hebu ona wewe ulivyo na mipango mingi na haina hela. Unawaza Dubai, unawaza China, unawaza mahindi, unawaza mchele, unawaza ulezi, unawaza mtama, unawaza nyanya, unawaza vitunguu, unawaza korosho, unawaza karafuu, unawaza yani hapo kuna mipango maelfu lakini hela hamna. Kuna wengine hela ipo, hamna mpango hata mmoja. Anakusanya yupo tu pale, niziweke kwanza mpaka nitakapoona kwamba nimepata mipango. Na anazo 800, 600, bilioni 2, bilioni 3, free from any plan or initiative. Lakini mwingine nasikia kabisa yani una mipango inatirika yani. Kuna wakati mwingine sio lazima mipango hiyo itimize wewe. Unaweza kuwa na mipango lakini kuiexecute wewe huwezi. Watu wanaopanga sana, ukipanga kabla hujaanza unakuja mwingine. Unapanga kuja mwingine. Ukimuuliza mtu hapa ana mipango kama 80 na yote iko nusu. Kwa hiyo ulipotoka mbinguni umepewa na Mungu kitu. Kiko rohoni kabisa cha kutimiza na imeshaamuliwa tayari wewe utakuwa nani. Hatupambani kwamba Gwajima awe fulani. Ilishaamuliwa kwamba wakati mwili wake unafika ukomo, huyu mtu ameshaamriwa akikimbia kwa spidi inayotakiwa atakuwa fulani. Kwa sababu kuna spidi ya kukimbia. Sasa sema amen. Sasa kuna watu sasa, hebu sema wametumwa kukuchelewesha. Yaani wewe unatakiwa kwenye umri wako wa miaka 16, 15, 6, 10 uanze kwenda. Ilishaamliwa utakapofika mahala fulani ndio maisha yako yatageuka. Lakini hapa katikati wametumwa watu kukuchelewesha. Wakupunguzie spidi ya kukimbia. Kukuchelewesha. Unakumbuka mimi niliposema ninatia nia kugombea ubunge Kawe.
Watu kiongozi wa dini atagombeaje ubunge? Utachanganya dini na siasa. Mimi nasonga tu. Utahubirije na jimbo? Mimi nasonga tu. Leo nahubirije sasa? Nikuulize wewe, leo nahubirije? Nasonga tu. Unajua tena wachungaji sasa, unajua Wathesalonike ya 8 sura ya maombolezo, Waebrania. Nakwambia soma Waebrania yako. Mimi nasonga. Ni mtu katika saa yake amegundua kwamba natakiwa kwenda mahali. Usiwasikilize watu, kila mtu ana hatima yake. Ukishawishika ndani ya moyo liko jambo lako, wewe songa, usisikilize watu. Nasema songa mbele, press forward. Songa mbele. Songa tu, huyo nasonga tu, huyo nasonga. Mwishowe kile inaanza kupungua. Nasonga, wakaanza kupunguza. Nasonga tuanza kupungua. Baadaye labda. Baadaye okay. Baadaye anatumia message, Bishop, are you okay? Alikuwa anasema jana, usimrudishe, mwambie I am fine my brother. Nilikuwa nakusalimia tu. Usimwambie kama si ulikuwa unanisema achana nao, utapoteza muda tena. Wewe songa mbele, sio saa ya kisasi. Ni saa ya kusema, wakisema nasonga mbele, wakilia nasonga mbele. Dunia ina maadui. Kuna watu ambao hawakupendi tu hata kama ufanyeje. Hata kama ukimnunulia kiwanja kwenye sayari ya Jupiter, ukamjengea na kibanda kule, au anakwenda mara moja kwa mwaka vacation, kama hakupendi tu. Wewe ungana na wanaokupenda, songa mbele. Usimnganganie mtu asiyekupenda. Asiyekupenda hakupendi tu. No matter what you do. Hata kama ukinunua kiwanja kwenye sayari ya Mars, ukamwekea kiwanja, ukamjengea na hoteli, ukaona mpeka kila mara moja kwa mwaka na kama miezi mitatu, hata kupenda kama hakupendi. Wasiokupenda achana nao. Wasiokupenda usiwalazimishe. Mtafute anayekupenda, msubiri anayekupenda. Hata kama ana jicho moja au hana miguu mmoja, ili mradi anakupenda, kamata mkono wake, mwambie twende, nimeshakupata. Baada ya miaka ya mateso, baada ya miaka ya dhiki, baada ya miaka ya kuzomewa, nimeshakupata. Upendo haununuliwi kwa fedha. Upendo haununuliwi kwa maneno. Upendo haununuliwi kwa magari. Sio kwamba ukimnunulia magari atakupenda. Asiyekupenda huna cha kununua ili akupende. Maana upendo hauchoki. Upendo huvumilia, huamini yote, hustahimili yote, haukosi kuwa na adabu. Upendo hauhesabu mabaya. Upendo hautafuti mambo yake yenyewe. Upendo haukosi kuwa na kiasi. Maana yote yatakoma. Lakini sasa imani pamoja na tumaini, na lililo kuu kuliko yote ni upendo. Usimnganganie mtu ambaye amekukataa. Pakuna konda eti nataka nikubali. Nataka nikubali. Jamani, achana na yeye. Yuko anayekupenda mahali. Usimnganganie huyo. Kwenye maisha wanaokuchukia wapo, wanaokupenda wapo. Kwa taarifa yako, kila mtu kwenye maisha ana adui yake. Kama hujampata, subiri, anakuja. Maisha yanaleta adui wengi sana na rafiki wengi sana. Mwangalia anayekupenda. Timiza muda mwingi na yeye. Tulia muda mwingi na wewe. Waachie wale wengine, achana na chakarabodi wale. Achana nao. Wasiokupenda lazima watakuwepo. Hata kama ungekuwa unalala chini, wanakukanyaga, bado wangelalamika hujalala vizuri. Yani watu lazima walalamike hata kama ungefanya nini. Wasiokupenda lazima wapo. Fitina ambazo hata hazina sababu lazima ziwepo. Yani watu kusema maneno lazima wakuseme. Lakini pia Mungu ni wa ajabu sana. Hata kama ungekuwa huna meno kabisa mdomoni, huna miguu, huna mikono, Mungu amemweka mtu anayekupenda mahali, ambaye atakuvumilia hata wakati wa udhaifu wako. Atakuvumilia pamoja na kwamba una hasira. Amepewa nguvu ya kuvumilia. Muombe Mungu akuletee mtu anayekupenda, anayekujali, anayejishughulisha na mambo yako. Waachana na wale wasiokupenda. Usilie ukafunga mpaka ukakonda eti baba, huyo kaka nampenda sana lakini hataki kunisemesha. Achana na. Tafuta yule anayekupenda. Ataletwa na Bwana kwa wakati wake. Haleluya. Oh baba, yani baba, kaka Thomas nampenda baba,
ila hata kuniangalia haniangalii, hata kunisalimia. Ameniumiza kweli, kwa sababu mimi nampenda, lakini yeye hajui kwamba nampenda. Sikiliza nikwambie mwanangu, utapoteza muda. Utapoteza muda. Wewe unampenda yule na yule hakupendi, na wewe unapendwa na mwingine na wewe humpendi. Wewe unamkimbiza mtu hakupendi, na wewe unakimbizwa na mtu naye hakupendi. Mnakimbizana namna hii. Acha kukimbiza watu. Mungu anakupa mtu unayempenda. Kama sio mwaka huu, subiri baadaye. Mungu anakupa mtu wa kukuunganisha kwenye kesho yako. Wameandaliwa na Bwana, usiwe na wasiwasi. Kuna wanawake wamesomesha wanaume ili wawaoe. Limemaliza kusoma, limegraduate, likaoa mwanafunzi mwenzake. Usisomeshe mchumba. Nataka nisikie tena. Nataka nisikie tena. Rudia tena. Sema usisomeshe mchumba. Na kama ukisomesha, iwe chuo cha Biblia, ili akikuacha angalau mtumikie Bwana. Mwambie mwenzako hapo, vipi? Yaani unang'ang'ana kabisa, unasikia moyoni nampenda huyu. Yaani hakusalimii, hakuongeleshi, hazungumzi na wewe. Unatuma message nyingi mpaka unasikia moyoni naumia kabisa. Unamwambia jamani, mbona kutumia message? Na anakujibu, mbona nifatafata namna hiyo? Mimi bwana si uniache. Mimi bwana na shughuli zangu, niko busy. Mbona nifatafata? Mbona nitingia? Unasikia naumia moyoni. Utapata pressure. Wachana na yeye. Mungu atakuletea mtu atakaye kufuatilia, mtu atakaye kupenda, mtu atakaye kutafuta mwenyewe, mtu atakaye tumia muda na wewe. Wachana kulazimisha mambo ambayo hayapo. Utaumia bure. Kaa. Yaani baba, nasikia moyoni naumia sana. Yaani mimi nampenda kweli. Nimemsomesha, alikuwa amaliza darasa la 7 tu. Nikamwanzishia QT, akamaliza, akafaulu vizuri, akapata division ya 3. Tena nikamlipia, akasoma form 5 na form 6, akafanikiwa. Akapata division 2, akaenda Mlimani akasoma sheria, akawa mwanasheria, akaenda law school, akawa advocate, siku hizi ni hakimu, halafu kaoa hakimu mwenzake. Wewe ulitegemea nini? Ulitegemea nini? Mtu nampeleka, anakaa darasani na wenzake, wanasoma, wanadiscuss sheria pamoja. Wewe uko nyumbani umelala, eti unasema atakapomaliza sheria atakuja pale kwenye kibanda chenu. Yaani Mbagala maji matitu wewe. Hey. Mwambie jirani yako usisomeshe mchumba. Na kama ukisomesha, basi iwe chuo cha Biblia, ili akikuacha amtumikie Bwana. Siku moja tulikuwa tunafungisha ndoa hapa. Ilikuwa ni Jumamosi. Sasa ile kuwaona maharusi mara ya mwisho. Kesho ndio wanafunga ndoa. Jumamosi tunaona nao mara ya mwisho, wanafanya rehearsal namna watakavyoingia na kuwapa mambo ya mwisho, mtavishana pete, yani wafanye rehearsal wataingiaje kanisani. Akaja dada mwingine. Sema, baba naomba nikuone.
Kasogea, mwanangu nasemaje? Huyo kaka anayetaka kuoa leo, kesho ni mchumba wangu. Hicho chuo cha Biblia alichosoma nimemsomesha mimi. Na mtoto huyu naye muona huyu hapa ni wake. Kweli message zake hizi hapa za kuchumbiana mpaka jana. Mimi anasema yeye anaishi mahala fulani Singida, amesikia. Sema basi jamani tuingie ndani. Sasa yule bibi harusi anayeolewa sina yeye yupo? Tutaukunjuaje mkeka huu? Na bibi harusi anayeolewa amewaka. Baby, baby. Asa mimi nikawaza hapa, kuna mtu kunywa vidonge hapa leo. Nikamwambia wanangu tuingieni ndani wote. Tukaingia ndani. Lakini yule bwana harusi alipokaona kale kadada yuko tu hivi. Baba, nataka kwenda kununua swini nini? Tulia mwanangu. Mbona umeanza kuwa na wasiwasi? Tukaingia ndani ofisini. Nikamuuliza mmoja, nakunywa soda gani? Mimi niko sawa. Yule bwana anasema mimi niko sawa. Niko sawa. Maji? Hapana. Juisi? Hapana. Bisukuti labda? Hapana. Bwana harusi yule bibi harusi ambaye ndiye anaolewa si hajui. Mwanangu nakunywa nini? Coca-Cola. Nikamwambia mpeni Coca-Cola. Kafungua Coca-Cola akampa. Kale kabinti, unakunywa nini? Kale kashtaki sasa. Sema nakunywa maji. Pewa maji. Kaka kwa nini usinywe? Mimi niko sawa. Pipi hapana, bisukuti hapana, maji hapana, Coca-Cola hapana, juisi niko sawa. Anatikisika hivi. Kwa hiyo wengine wakaanza kunywa, nikabaki mimi na yeye. Mimi nikainama kwenye dawati pale, nikaanza kunena kwa lugha pole pole. Akaniambia baba nataka nitoke kidogo. Nikamwambia hapana. Nataka kwenda msalani. Nikasema twende wote. Sababu najua nataka kufanya nini? Kutoroka. Kamsindikiza, aingia msalani, mimi nikasimama pale nje. Hata dakika chache kuch, baadaye kuch. Akanikuta niko pale. Kaambia turudi. Tukaingia ndani. Nikamwambia samahani. Binti anayeolewa, huyu binti amesema huyu anataka kuoa kesho ni mchumba wake. Na wana mtoto na mtoto huyu hapa. Kaza basi mnisikilize message ya kwanza. Kwanza tuanze na ya jana usiku. Ya jana usiku hii hapa. Kuangalia namba kweli ya huyo kaka. Akanipigia simu na kuniombea jana. Hapa hii namba hii hapa. Aliomba kwa nusu saa. Chuo cha Biblia alikuwa anasoma, muamala wa kumtumia hela huu hapa. Kale kadada kakatilika mpaka mwisho. Akasema kwa hiyo ndoa ya kesho nafunga mimi na yeye. Kanasema lolote litakalotokea hapa kesho kitaeleweka. Kanasema nimeapa kwa Bwana. Hawezi kunilia vitu vyangu. Kanamuuliza jana unipigia simu siku ilipokuwa unaniombea unasemaje? Ukasemaje? Na kuizi ukasemaje? Amenipigia simu jana. Akaongea na mimi akakata simu. Kila nampigia hapokei. Saa 3 usiku nampigia hapokei. Saa 4 nikampigia hapokei. Nikampigia saa 5 usiku akapokea kidogo. Akaniambia eti siwezi kukuombea sasa hivi kwa sababu wachawi hawajalala. Wewe ukuniambia jana? Akaniambia subiri wachawi walale, kumbe anamkia mazoezi ya ndoa. Kasema ndoa ya kesho ni ya mimi na wewe. Kanamwambia sema amen. Huyo kaka sasa. Huyo kaka amenyamaza kimya.
La. Okay, mimi nikapeleka pole. Nikasema basi sawa, ndoa ya kesho ni yako wewe na huyu. Wewe binti unakubali? Hata nikubali wapi? Nani aliyetolewa mahali? Nani aliyetolewa mahali? Mimi ndio nimetolewa mahali. Na mimi na pete ya uchumba hii hapa. Akasema ulimlipia ada wewe, ulipa ada. Wakasimama sawa wawili pale. Zipigwe. Una message yoyote? Mwisho nikaanza kuwabembeleza, wanangu jamani, mtaumizana. Basi ndoa hii tuifute kabisa. Kale kalikotoka anasema haifutwi. Hii ndoa haifutwi. Ndoa inaendelea pale pale. Kana koti kachukua andiko kanasema nitamuokoa mwenye haki, taweka mwovu badala yake. Kwa hiyo huyo atoke, mimi mwenye haki naingia hapa. Imeandikwa Biblia kwamba mtaala kwenye nyumba ambazo hamjazijenga, mimi naingia hapa. Kako na macho makavu uko wapi? Mimi niko ni shepherd wa Tabora. Nikasema hapa kuna shepherd kweli kweli. Tukamuuliza kaka sema kweli. Sasa kati ya hao nampenda nani? Niseme kweli tu. Huyu wa Tabora alikuwa amenisonga sana. Mimi hata sipumui jamani. Sijakaa hivi katuma vocha. Na mimi na maisha magumu nashindwa kuirudisha. Nikaa hivi katuma 100,000. Sijakaa hivi amenipigia simu niombe. Mimi namuombea. Alikuwa amenisonga sana. Mimi simpendi kwa kweli. Unasemaje? Yaani anapiga tu. Unasemaje? Nasema hivi, mimi ulinizonga sana. Sio kama mimi nilikuwa nakupenda, unanilipia. Mimi nilikuwa nakwambia tu nikushirikisha tu maombi, tuombe uniombe, unanilipia, unanunulia madaftari, amelipa mpaka mpango za nyumba. Usisomeshe mchumba. Sasa watu wengi wanadanganyika kwamba huyu anayetaka kunioa nikimsaidia atanioa. Unaharibu. Usimsaidie. Mwache achakalike uone kama anakupenda. There's no amount that is an exchange for love. Mtu ambaye hakupendi tu. Hakuna utakachofanya. Kuna watu wamenunua magari. Unamnunulia mtu gari, unamkabidhi hii hapa. Kesho yako umeona ameolewa na kamtu, hakana hata bajaji, kamemwongelesha tu, baby I love you baby, kakaondoka naye akashuka kwenye Land Cruiser yako. Upendo sio wingi wa vitu au uchache wa vitu. Mimi wakati namuoa Grace tulikuwa tunakaa kwenye chumba kimoja. Na nikamwambia baby, chumba changu hiki hapa, hiki kimoja, hakina kiti wala hakina meza. Kama unataka kunipenda nipende hivi hivi. Huo ndio maana ya upendo. Unapenda, unaamua kupenda hivi hivi. Ili Mungu anapoanza kukubariki na wewe uwe sehemu ya zile baraka zinazokuja kutoka kwa Bwana. You become part and parcel of the blessings. Don't look at things as a factor to be married by somebody. Do not look at material things. Usiangalie vitu. Huyu mtu ana vitu vingi kiasi gani, ana maisha mazuri kiasi gani ndio olewe, itakula kwako. Angalia conviction ya moyoni. Yaani kusema kweli huyu kaka hana kitu, hana vitu, lakini moyoni mwangu ninapomuona future yake ni nzuri. Mimi nikamwambia mtu mmoja zamani sana. Nilikuwa na miaka 24. Nikamwambia unaniona mimi? Nikamwambia unaiona taa ile pale? Ndiko ninakokwenda. Hapa katikati kuna giza totolo. Ila hapo
ilikuwa usiku, na hapo kwenye taa ile nakwenda pale. Ni mbali sana lakini nakwenda pale. Hapa kuna wanyama, kuna chita, kuna falu, kuna nyoka, lakini nakwenda pale. Kwa hiyo nakata hapa, naenda pale. Ndivyo unavyotakiwa kusema na wewe. Unakwenda, yani wewe una kampuni pale, wewe ni tajiri pale, wewe ni bilionea pale, unakwenda pale. Hapa katikati hapa, pasua. It will come to pass. Itatokea. Narudia, asiyekupenda hata kama ukimnunulia kiwanja kwenye sayari ya Pluto, ukamjengea na hoteli, akawa anakwenda kule na space vessel mara moja kwa mwaka, anakaa miezi mitatu, hawezi kukupenda. Kwa sababu upendo hauko kwenye wingi au uchache wa vitu. Upendo uko kwenye kujali, kukea. Yaani upendo sio vitu, sio vitu. Unataka kuolewa na yule, umefuatia maisha yake, unataka kuuliza ana gari? Hapana, upendo sio vitu. Upendo ni it's different from things. Sasa, hebu sema ni afadhali uolewe au uoe mtu hana kitu lakini ana uhusiano mzuri na Mungu. Waangalie waliofuata vitu, watakuhadithia story ya maisha yao. Siku ya kwanza anaingia ndani ya nyumba, wamefunga ndoa, fungua hivi, safari laga zimo kwenye friji zimejaa nini baby, kwa ajili ya rafiki zetu. Kwa sababu sisi hatunywi, sio kwamba rafiki zetu wanaotutembelea na wenyewe wasinywe. We must be inclusive. We must be inclusive. Tukubali diversity. Yaani maana yake tukubali kutokukubaliana. Kwamba sisi hatunywi, yeye anakunywa, ametutembelea, tunampa baby. Mnampa kwenye nyumba yenu ipo laga. Bali walevi na wasioamini na wachukizao na waongo wote, sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto na kiberiti, na hii ndio mauti ya pili. Imo kwenye friji. Eti kwa sababu ni msomi. You know, sometimes when we are doing things in a family, we don't want to separate other people. We must include other people, even though they don't think like us, they don't like us, but they are part of society. You know, in society, nimetia nanga ndani ya Yesu, kwamba lilo la Yesu nafanya, lisilo la Yesu tupilia mbali. Naongea hiyo kwenye masuala ya nini? Ya imani. Imani yako inatakiwa isiwe na mjadala. Hutaki kujadilia kwenye mambo yanayohusu nini? Imani. Sasa sema uliposhuka kutoka mbinguni wewe,